Hizi ni aina 5 za matunda kwa mtu mwenye changamoto ya vidonda vya tumbo pamoja na acid reflux. Hakikisha unanifollow, una comment na una share ujumbe huu kwa watu wengine ili wajifunze, lakini pia save video hii, itakusaidia tena kwa wakati mwingine. Kitu cha kwanza, tumia tikiti maji, lakini kitu cha pili, tumia tango, kitu cha tatu, tumia papai, kitu cha nne, tumia ndizi, na kitu cha tano, tumia apple. Kwa wewe mwenye changamoto kama hiyo, tumia vitu hivi. Wakati mwingine unaweza ukatengeneza juice kabisa ambayo ukaanza kutumia. Lakini kama una kisukari, tahadhari usitumie tikiti maji. Nipigie ili niweze kukusaidia ni namna gani unaweza kuondokana na changamoto yako. Kuna vitu viwili tu vinavyosababisha koo kuuma au pengine kuwa na saratani ya koo kabisa. Kitu cha kwanza ni acid reflux, lakini kitu cha pili ni maambukizi mabaya katika kinywa chako. Hivi vitu viwili ndio vinavyosababisha koo lako liume, koo lako livimbe au ulipate mikwaruzo. Sasa kama ni wewe umehangaika na hii changamoto, basi nisikilize vizuri. Kitu cha kwanza, hakikisha unanifollow, una like, pia una comment na una share ujumbe huu kwa watu wengine ili wajifunze. Kama umeteseka kwa muda mrefu na acid reflux au maumivu ya koo yanayokuja na kupotea, basi hakikisha kitu cha kwanza unazingatia usafi. Kitu cha pili, hakikisha unakuwa na asali, maji ya moto, lakini pia unakuwa na limao. Natumia mchanganyiko huu mara 2 kwa siku, asubuhi na jioni. Ndani ya siku 7 changamoto yako itakuwa imeisha. Kuna vitu viwili tu vinavyosababisha koo kuuma au pengine kuwa na saratani ya koo kabisa. Kitu cha kwanza ni acid reflux, lakini kitu cha pili ni maambukizi mabaya katika kinywa chako. Hivi vitu viwili ndio vinavyosababisha koo lako liume, koo lako livimbe au ulipate mikwaruzo. Sasa kama ni wewe umehangaika na hii changamoto, basi nisikilize vizuri. Kitu cha kwanza, hakikisha unanifollow, una like, pia una comment na una share ujumbe huu kwa watu wengine ili wajifunze. Kama umeteseka kwa muda mrefu na acid reflux au maumivu ya koo yanayokuja na kupotea, basi hakikisha kitu cha kwanza unazingatia usafi. Kitu cha pili, hakikisha unakuwa na asali, maji ya moto, lakini pia unakuwa na limao. Natumia mchanganyiko huu mara 2 kwa siku, asubuhi na jioni. Ndani ya siku 7 changamoto yako itakuwa imeisha.